Wanandoa wazee walitumia kitabu cha miko kilichokatazwa ili kumfufua mjukuu wao aliyekufa, lakini kila kitu kiliishia kwenye mkasa. Filamu inaanza kwa kuonyesha maisha ya wanandoa wazee walioitwa Audrey na Henry, ambao wanaishi pamoja na wanaonekana kuwa wastaafu wa kawaida, wakati ukweli ni kwamba wanapanga jambo kubwa kwa siri. Siku moja, mwanamke mjamzito sana anakuja nyumbani kwao kwa sababu Henry anajulikana kufanya kazi kama daktari wa uzazi. Badala ya kumsaidia, Audrey na Henry wanampata mwanamke huyo na kumvuta ndani. Jina lake ni Shannon na tayari yuko katika hatua za mwisho za ujauzito. Shannon anapopata fahamu, anajikuta amefungwa kamba na kuzibwa mdomo, huku Audrey akiwa amesimama mbele yake akijitayarisha kusema kitu fulani. Audrey na Henry wanaomba radhi kwa ufupi kwa kile walichokifanya, wakieleza kwamba ingawa Shannon ameshikiliwa mateka, watamtunza vizuri mpaka atakapojifungua. Lakini pia wanaweka wazi kuwa Shannon hataachiliwa kamwe. Baada ya hapo, Henry anatoka nje kwenda kupima kitu fulani, wakati Audrey anamvua Shannon kitambaa mdomoni, jambo linalomfanya Shannon apige kelele kwa nguvu zake zote. Hata hivyo, kelele zake haziwezi kusikika nje kwa sababu kuta za kuzuia sauti zinafanya kazi kamilifu. Hello? She's up! Hello, my name is Audrey, and this is my husband Henry. You should know your unborn child no harm. We would like to apologize for scaring you. Give me a minute. Audrey anamwambia Shannon kwamba ukipiga kelele ni kazi bure na kutampotezea tu nguvu zake. Ingawa Audrey anadai kuwa hana nia ya kumdhuru Shannon, Shannon anaendelea kuwa na hofu kubwa. Audrey hata anatishia kumziba Shannon mdomo tena ikiwa ataendelea kupiga kelele. Kwa kukata tamaa, Shannon anauliza kwa nini Audrey anafanya haya yote, na Audrey anajibu kwamba wanataka kumrudisha mjukuu wao Jackson ambaye amefariki. Wakati huo, Shannon anagundua kuwa anaweza kumwona Jackson wakati Audrey hawezi kumwona kabisa. Mwanzoni Shannon anadhani Jackson bado yuko hai, lakini anashitushwa Audrey anaposema kwamba Jackson alikufa muda mrefu uliopita, jambo linalomfanya Shannon agundue kuwa anachokiona ni roho ya Jackson. Shannon pia anaona jeraha nyuma ya kichwa cha Jackson, jambo linalothibitisha kuwa mtoto huyo amekufa kweli. I don't want to have to gag you again, but I will. All right, you rest. I'll bring you some lunch. Why are you doing this? Bring our grandson back. Finished. Him? See, he's dead. Ingawa hawezi kumwona Jackson, Audrey bado anapiga mziki anaoupenda mjukuu wake kabla ya kumwacha Shannon peke yake. Baadaye Audrey anamwambia Henry kwamba Shannon anaweza kumwona Jackson, jambo ambalo wanalichukua kama ishara nzuri na kuwafanya wawe na ujasiri zaidi kwamba mpango wao wa kumfufua Jackson utafanikiwa. Henry anafikiria kuchukua likizo ya siku ya leo, lakini Audrey anamkataza na kumwambia aende kazini kama kawaida ili kuepuka kutiliwa shaka. Wakati anataka kuondoka, Henry anakutana na mtu mmoja anayeitwa Rory ambaye anafanya kazi ya kuondoa theluthi mbele ya nyumba. Henry anamwomba Rory aende nyumbani akisema Audrey amemgonjwa ili kuepuka hatari yoyote, na Rory anaondoka bila kuuliza maswali mengi. Shovel your snow. Mrs. Walsh is pretty sick. I think we should let her rest this morning. Okay, I'll come back in a couple of days when she's feeling better. Pumziko lake asubuhi ya leo. Sawa, nitarudi baada ya siku kadhaa atakapokuwa anajisikia vizuri. Wakati huo huo, ndani ya nyumba, Audrey anatimiza ahadi yake ya kumtunza Shannon kwa kadiri awezavyo. Anampa Shannon vitamini fulani. Ingawa mikono ya Shannon bado imefungwa, Shannon anakataa kuzinywa kwa sababu ya mashaka, lakini Audrey hamlazimishi na anamhakikishia kuwa ni vitamini za kawaida tu. Wakati akikagua vitu vya Shannon, Audrey anapata simu yake na dawa ndani ya koti lake. Kwa sababu anapata shida kusoma maandishi madogo, Audrey anaondoka kwa muda mfupi kwenda kuchukua miwani yake, na bila kujua anaacha simu ya Shannon juu ya meza. Shannon anatumia fursa hiyo na kujaribu kupiga simu ya kuomba msaada, lakini jaribio lake linafeli. Audrey anaporejea haraka na kumnyang'anya simu kabla Shannon hajafanya lolote zaidi. Kisha Shannon anagundua kuwa kuna dube la kuchezea ambalo limewekwa kamera ndogo ya siri kwa makusudi ili Audrey aweze kujifunza neno siri la simu ya Shannon. Kwa kukata tamaa, Shannon anaomba achiliwe, lakini Audrey anakataa na kumziba mdomo tena. Kisha Audrey anaingia kwenye mitandao ya kijamii ya Shannon na kuposti taarifa za uongo akijifanya kuwa Shannon yuko likizoni ili kusiwe na mtu atakayekuja kumtafuta. Hatimaye Audrey anamwambia Shannon aache kukaidi na akubali hali yake, kwa sababu kulingana na Audrey kila kitu walichopanga kitaenda vizuri mradi tu Shannon atashirikiana nao. Time for our morning vitamins. Don't worry, they're just vitamins.
Don't worry, don't worry. I need to get my glasses. No, stop it. 029. Hadithi kisha inahamia kwenye tukio la zamani, flashback, ambalo linafichua asili ya mpango huu wa kutisha. Audrey na Henry wamekuwa wakimiliki kitabu cha siri cha miiko kwa muda mrefu. Ili kuthibitisha kuwa ni cha kweli, Audrey anashauri wafanye jaribio. Wanapata mzoga wa kunguru na Audrey anadondoshea kiasi kidogo cha damu yake juu yake, huku akisoma maneno ya uchawi kutoka kwenye kile kitabu. Bila kutarajia, yule kunguru anafufuka ghafla na kuanza kuruka. Just hold it here. Let me open it. Tous moem sanguinem. The book is real. We can do this. Jaribio hili linathibitisha kuwa kitabu kile cha miiko ni cha kweli, na tangu wakati huo Audrey na Henry wanaamua kwa dhati kumfufua Jackson. Inafichuliwa pia kuwa Shannon alikuwa mmoja wa wagonjwa wa Henry. Shannon awali alikuja kwenye kliniki ya Henry kwa sababu alihisi kuna kitu hakiko sawa mwilini mwake na hata alihisi ana ugonjwa fulani. Hata hivyo, Henry anampa ukweli wa kushtua kwamba Shannon ni mjamzito. Habari hizi hazimletei Shannon furaha yoyote, kwani hajui baba wa mtoto huyo ni nani kutokana na mtindo wake wa maisha wa huko nyuma. Hali yake inakuwa ngumu zaidi kwa sababu utoaji mimba ni kinyume cha sheria katika eneo wanaloishi, kumaanisha kwamba ikiwa angetaka kufanya hivyo kisheria, ingebidi aende kwingine. Akijua kuwa Shannon anaishi peke yake na yuko katika hali thatei kiemsini, Henry anajaribu kumfariji kwa kusema kuwa ujauzito huo sio mwisho wa maisha yake. Hata hivyo, tangu wakati huo, Shannon anageuka kuwa lengo la Audrey na Henry kimya kimya. Hadithi kisha inarudi kwenye wakati wa sasa ambapo Audrey na Henry wanahudhuria mkusanyiko wa jamii na kukutana na mwanamume anaitwa Ian ambaye anagundulika kuwa wanachama wa kikundi kile kile kimoja nao. Inafichuliwa taratibu kuwa jumuiya hii ni kundi la kishirikina linaloabudu majini, na mikutano hii ni mikusanyiko ya kawaida wanayoichukulia kama aina fulani ya ibada. Hail Satan. As it was in the void of the beginning. Usiku huo Audrey na Henry hatimaye wanaanza tambiko walilokuwa wakilipanga kwa muda mrefu. Ndani ya nyumba, Shannon anatapika ghafla kiasi kikubwa cha damu na kupatwa na hofu kuu. Licha ya kuona hali ya Shannon ikizidi kuwa mbaya kwa kasi, Audrey na Henry wanaendelea na tambiko hilo kwa dhamira isiyoyumba. Wanaita nguvu za giza kusaidia katika uhamishaji wa roho, wakikusudia roho ya Jackson iwekwe ndani ya mtoto aliye tumboni mwa Shannon. Wakati huo huo, umeme ndani ya nyumba unaanza kuwaka na kuzima na mwili wa Shannon unatetemeka kwa nguvu, kuashiria kuwa tambiko hilo linafanya kazi kweli. Audrey anasoma mfululizo maneno ya uchawi kwa lugha ngeni kutoka kwenye kile kitabu cha miiko bila kuacha. Baada ya kusubiri kwa muda mrefu, hatimaye wanaona tena umbo la Jackson. Wakiwa wamejaa matumaini, Audrey na Henry wanamsihi Jackson aingie kwenye mwili wa Shannon, hasa kwenye mwili wa mtoto anayembeba, ili Jackson aweze kuzaliwa upya. Hata hivyo, matumaini yao yanasambaratika papo hapo wakati sehemu ya dari inapoporomoka ghafla na kusababisha umbo la Jackson kutoweka. Henry anapoondoa vifusi vilivyoanguka, badala yake wanaona kiumbe cha kutisha kimesimama nyuma ya Audrey. Kiumbe hicho kinamkaribia Shannon na taratibu kutetemeka kwake kunaacha, kufuatiwa na umeme wa nyumba kurudi katika hali ya kawaida. Henry anakagua hali ya Shannon mara moja na kukuta kwamba ingawa ni mdhaifu, bado yuko hai na hali yake imetulia kiasi. You don't have to do this. We wish to invite our Dark Lord. My blood is your blood. Daughter, my baby. Nos invite. Sir Gott. Nos invitare in domam. Come and take the baby. Go on, Jackie. Asubuhi iliyofuata, Henry anaamka kwa kuchelewa kuliko kawaida na kumwona Audrey akisafisha meno yake kwa uzi, flossing. Henry anakiri kwamba hapo awali alikuwa amejaa mashaka juu ya kila kitu walichokuwa wakifanya, lakini baada ya tambiko la usiku uliopita, ujasiri wake umerudi. Anaamini mpango wao hatimaye utafanikiwa na kwamba Jackson atawarudia hivi karibuni. Wakati huo huo, Henry anapokea simu kutoka kwa mtu anayedai kuwa ni Audrey, akimwomba amsaidie kubeba mahitaji ya jikoni, groceries, ghorofa ya chini.
Henry anachanganyikiwa papo hapo kwa sababu Audrey amesimama wazi mbele yake. Yule Audrey anayemwona anaanza kusafisha meno yake kwa uzi kwa nguvu kupitiliza hadi meno kadhaa yanang'oka huku damu ikijaa mdomoni mwake. Had a hell of a time sleeping last night. Hello. Henry, can you give me a hand with the groceries? Audrey. Audrey! Anapogeuka kumtazama Henry, sura yake ni ya kutisha na kumwacha Henry akipiga kelele kwa hofu. Muda si mrefu baadaye, maono yale ya kutisha yanatoweka wakati Audrey halisi anapotokea. Henry anamwambia Audrey kile alichokiona hivi punde, lakini Audrey haoni kitu kabisa na anajibu kuwa ni ndoto za mchana zilizosababishwa na uchovu mkubwa. Kisha Henry anajaribu kurudia ratiba yake ya kawaida na kwenda kazini. Akiwa kazini kwake, anatembelewa na mpelelezi anayeitwa Bellows ambaye anachunguza kutoweka kwa Shannon. Henry anajulikana kuwa mmoja wa watu wa mwisho waliopangiwa kukutana na Shannon kabla yeye. Kwa utulivu, Henry anaeleza kuwa miadi hiyo ilighairiwa na Shannon mwenyewe, hivyo hawakuwahi kukutana siku hiyo. Kwa sababu Henry anaonekana mtulivu na asiye na mashaka, Bellows hamshinikizi zaidi. Baada ya mkutano huo, Henry anampigia simu Audrey haraka kumfahamisha kuwa polisi wameanza kuchunguza kutoweka kwa Shannon. Audrey hashituki sana, kwani tayari alitarajia polisi wangehusika, na kwake yeye jambo la muhimu zaidi ni wao kubaki watulivu. Calm. Meanwhile, wakati huo huo, akiwa nyumbani, Audrey anasikia hodi kwenye mlango wa mbele. Anapofungua, anamkuta mtoto aliyefunikwa kabisa na shuka jeupe kama vazi la mzimu, kiomba pipi, ingawa ni wazi kuwa si msimu wa Halloween. Akifikiri ni utani tu, Audrey anafunga mlango. Hata hivyo, hodi inaanza tena, safari hii kwenye mlango wa nyuma. Anapoangalia, yule mtoto aliyevaa vazi la mzimu anatokea tena. Audrey anafunga mlango tena, lakini kile kiumbe kinaendelea kuzunguka hadi ghafla kinaonekana kuwa ndani ya nyumba. Akizidiwa na hofu, Audrey anakimbia gorofani na kujaribu kumpigia simu Henry, lakini hapokei kwa wakati. Akiwa gorofani, anaona kile kivuli kidogo kama mzimu kikikimbia ndani ya nyumba. Henry anapopokea simu hatimaye, Audrey anamnyenyekea arudi nyumbani mara moja, lakini sauti upande mwingine inamwambia kuwa lazima atoe roho yake. Audrey anatambua kuwa mtu anayezungumza si Henry. Kwa taharuki, Audrey anajaribu kutumia lift kutoroka, lakini milango inapofunguka, umbo kubwa lililovalia vazi jeupe la mzimu limesimama ndani. Audrey anajawa na hofu kuu, na muda mfupi baadaye umbo hilo linatoweka, likiacha tu lile kitambaa cheupe nyuma. Akiwa bado anatetemeka, Audrey anaenda kwenye chumba cha Shannon. Shannon anauliza kwa nini Audrey alikuwa akipiga kelele awali. Audrey anaeleza kuwa yule mtoto aliyevaa vazi la mzimu alimkumbusha binti yake mwenyewe, ambaye pia ni mama yake Jackson, na ambaye alikuwa akivaa vazi la mzimu kila msimu wa Halloween. Shannon anapouliza binti wa Audrey yuko wapi sasa, Audrey anakaa kimya na kuondoka chumbani. Muda mfupi baadaye, Shannon anatambua kuwa yule dube teddy bear aliye juu yake umewekwa kamera ya siri, hivyo anatikisa kitanda hadi dube huyo anaanguka, akimzuia Audrey kufuatilia miendo yake. Kisha Shannon anajaribu kujinasua kutoka kwenye pingu, lakini ghafla anashituka kuona mzimu chini ya kitanda, roho ya mwanamume ambaye kichwa chake kimefungwa na plastiki akitembea kwa kutanua mgongo. Hofu ya Shannon inafika kileleni kiumbe hicho kinapomkaribia taratibu, huku yeye akiwa hawezi kujikinga vizuri. Anaweza tu kupiga kelele mzimu huo unapopanda kitandani na kuanza kumng'ata tumboni. Muda mfupi baadaye, Audrey anawahi chumbani, na safari hii yeye pia anaweza kuuona ule mzimu. Kiumbe hicho kinamwelekea kwa Audrey, lakini kinatoweka wakati Henry anapoingia. Henry anashona jeraha la Shannon mara moja na kuhakikisha kuwa maisha yake hayako hatarini. Sasa wote Henry na Audrey wanatambua kuwa nyumba yao imejaa viumbe wasioonekana. Hali hii inaanza kupanda mbegu ya shaka moyoni mwa Audrey, akimfanya ahoji iwapo kila kitu wanachofanya ni sahihi kweli. Siku iliyofuata wanagundua kuwa kunguru wengi zaidi na zaidi wanakusanyika kuzunguka nyumba hiyo, ishara ya wazi kwamba tambiko lao limeleta matokeo mabaya.
Katikati ya machafuko hayo yanayozidi, Rory anarudi ghafla. Audrey anajificha haraka wakati Henry anakutana na Rory nje na kumweleza kwa msisitizo kuwa makubaliano yao ya kazi yamefutwa. Rory anaeleza kuwa anatengana na mkewe na hakuwahi kupata ujumbe wa kufutwa kwa kazi. Henry anataka Rory aondoke haraka iwezekanavyo ili asisikie kelele za Shannon, lakini Rory anasisitiza kusafisha theluji hata hivyo kama huduma ya bure, kwani Henry ni mteja mwaminifu. Mambo yanazidi kuwa nje ya udhibiti Rory anapoanza kuendesha mashine ya kusafisha theluji na hata kumsalimia Audrey akifikiri bado ni mgonjwa. Ndani ya nyumba, Audrey anazidi kuwa na wasiwasi kwa sababu viumbe wengi wa ajabu sasa wanatokea wakati ni Jackson pekee aliyepaswa kurudi. Henry anajaribu kumtuliza akisema kila kitu kitaisha hivi karibuni kwa sababu baada ya siku chache Sharon atajifungua na baada ya hapo watahamia Mexico. Hivyo hali inabadilika ghafla Rory anaposema kuwa walikuwa sahihi kwa sababu Jackson yuko ndani ya nyumba kweli. Muda mfupi baadaye Rory anaanza kufanya mambo ya ajabu na kujiua mwenyewe kwa kujitupa kwenye mashine ya kusafisha theluji. Wakigundua kuwa wamevuka mstari wa kurudi nyuma, Audrey na Henry wanauficha mwili wa Rory kwa siri bila kumshirikisha mtu mwingine yoyote. Siku chache baadaye, Audrey anaendelea kumtunza Shannon ambaye mikono yake imejeruhiwa kutokana na kufungwa pingu. Akiwa jawa na hatia, Audrey anafunga vitambaa kwenye pingu hizo ili kuzuia madhara zaidi. Shannon hajaribu kutoroka wakati pingu zinapolegezwa kwa muda. Badala yake, anamuuliza Audrey kama anapanga kumuua baada ya Jackson kurudi. Audrey hajibu na ukimya wake pekee unatosha kwa Shannon kuelewa ukweli mchungu. Kisha Shannon anauliza kuhusu binti wa Audrey na kwa sauti nzito Audrey anaeleza kuwa binti yake na Jackson walipata ajali ya gari wakati mama yake alipata majeraha mabaya ya kimwili na kiakili na hatimaye akashindwa kukubali ukweli na kuamua kujiua. Stay the hell away from me. Any blood circulation. Just make it a lot softer for you. Are you gonna kill me when you have your grandson back? You're not saying anything. Sehemu nyingine, Henry yuko busy akizika mwili wa Rory mahali anapoamini ni salama. Wakati akijaribu kujituliza, simu yake inalia ghafla. Mpelelezi Bellows anampigia simu akisema anataka kuthibitisha maelezo mbali na anapanga kukutana na Henry tena akiwa na nia ya kuja moja kwa moja kwenye nyumba yake. Yes, hello? Dr. Walsh, I'm wondering if I could come see you for a quick chat. Can I come by your house? Yes, of course. I'm actually in your neighborhood. Let's meet at your house. Well, actually, I'm out right now. Wakati huo ndani ya nyumba, Shannon anajaribu kutumia fursa hiyo kwa kuzungumza kwa unyoofu na Audrey. Anasema kuwa yuko tayari kumsaidia Audrey na Henry na hata anajitolea kuwa mama wa Jackson. Audrey hamwamini mara moja, akidhani kuwa Shannon anajaribu tu kumlaghai ili atoroke. Kwa utulivu, Shannon anaeleza kuwa ingawa hakubaliani na kile walichokifanya, anaelewa sababu zao. Audrey anafanya kila kitu kwa ajili ya mjukuu wake na Shannon naye yuko tayari kujitoa mhanga kwa ajili ya mtoto aliyembeba. Shannon anaongeza kuwa muda unavyozidi kwenda, Audrey na Henry watakuwa wazee wakati Jackson atahitaji mtu wa kumtunza na kumlea. Audrey anaendelea kuwa na shaka, lakini Shannon anaendelea kumhakikishia kuwa ana nia ya dhati. Katikati ya mazungumzo yao, hodi inasikika mlangoni. Audrey anaenda kuangalia huku Henry akikimbia kurudi nyumbani haraka awezavyo baada ya kuona gari la Bellows likiwa limeegeshwa nje. Henry anapoingia anakuta hali ikiwa tayari imeshachafuka. Bellows yuko gorofani na ameshuhudia Shannon akiwa ameshikiliwa mateka na familia ya Henry. Pia Henry anaona kuwa mikono ya Audrey imefungwa kamba na Bellows. Kabla Bellows hajafanya hatua nyingine yoyote au kuita msaada, jambo la kutisha linatokea. Mbele ya macho yao, Bellows anajitoa uhai ghafla. Hii inatokea kwa sababu roho za wafu hazisumbui tu nyumba hiyo, bali pia zinaanza kuwapumbaza watu wote walio karibu na kusababisha wote wawili, Bellows na Rory, kujiua bila wao wenyewe kujitambua. Kwa mara nyingine tena, mpango wa Audrey na Henry unaokolewa kwa namna isiyoaminika. Kwa kuwa Bellows hakuwahi kufanikiwa kuwasiliana na mtu yeyote, wanaoficha mwili wake haraka kufunika kilichotokea. Awali, mpango wa Audrey na Henry ulihitaji mhanga mmoja tu kumrudisha Jackson, lakini sasa maisha mawili yameshapotea, jambo linalofanya hali kuwa nje ya udhibiti zaidi. Audrey anakusudia kumwambia Henry kuhusu ofa ya Shannon, lakini kabla hajafanya hivyo,
hivyo, hodi nyingine inasikika mlangoni. Safari hii mtu waliokuwa wamemwita kwa ajili ya ushauri. Ian, ambaye pia ni mwanachama wa kile kundi la kuabudu shetani, anasikiliza huku Henry akieleza jinsi alivyopata kile kitabu cha miiko wakati wa safari yake kule Jerusalem. Wanaonyesha kuchanganyikiwa kwao kwa nini Jackson hajarudi ingawa hatua zote za tambiko zilikamilika. Ian anakisoma kile kitabu na kugundua kuwa kulikuwa na kosa kubwa la tafsiri. Audrey anaeleza kuwa walimuita jini anayeitwa Serot kwa sababu kitabu kilisema kiumbe huyo anaweza kufufua wafu. Ian anafafanua kuwa Serot si jini wa kufufua wafu, bali ni kiumbe kinachofungua lango kati ya walio hai na wafu. Hili hakumuita Jackson pekee, bali pia lilifungua mlango kwa roho nyingine kuingia na kutafuta miili ya kuitumia kama vyombo. Kisha Ian anaonyeshwa Shannon akiwa amefungwa kama mhanga anayekusudiwa. Hashangazwi na hali yake na anahitimisha kuwa tambiko lao halijakamilika. Ian anasema anaweza kulimaliza tambiko hilo, lakini kwa sharti moja tu: Shannon lazima atolewe kafara. Msaada wake hautolewi bure, kwani anadai kupewa kile kitabu cha miko na dola za Kimarekani 10,000. Kwa kuwa fedha si tatizo, Audrey na Henry wanakubali. Ian anasema anahitaji kujiandaa kwanza, hivyo tambiko litaendelea siku inayofuata. Kama hatua ya awali, Ian anashauri kuchora mistari ya chumvi kuzunguka chumba ili kuzuia muingiliano kutoka kwa viumbe wengine. Where did you find this? I flew to Jerusalem and This might be the oldest book in the world. You asked Serga to bring him back. It's okay. Is she alive? Yes. You actually did the right thing. Our grandson, the reason that we're doing this. I get to keep the book and $10,000. No problem. You're gonna need salt. Usiku huo, Henry anabaki akimlinda Shannon. Shannon anatoa tena ofa yake ya kubaki hai na kuwa sehemu ya maisha ya Jackson, lakini Henry tayari ameshaachana na utu wake kwa ajili ya tambiko hilo na anapuuza kabisa ombi lake. Kisha anafichua ukweli wa kushtua. Mtu aliyekuwa akiendesha gari katika ajali iliyomuua Jackson alikuwa Audrey mwenyewe. Kila kitu anachofanya Henry sasa ni kwa ajili ya Audrey pekee, ambaye ameshindwa kabisa kukubali kifo cha mjukuu wake, hasa kwa kuwa kifo cha binti yake pia kilitokana na tukio hilo hilo. Katikati ya mazungumzo yao, roho ya Bellows inatokea ghafla na kujitoa uhai tena mbele ya Henry, kana kwamba amenaswa kwenye mzunguko wa kifo usio na mwisho. Henry anatambua kuwa mtu yoyote anayefia ndani ya jumba hiyo ataendelea kuzurura kama mzimu. Wakati huo huo, Ian yuko nyumbani kwake akisoma kile kitabu cha miko ili kujiandaa kwa tambiko linalofuata. Baada ya kumaliza, Ian anarudi nyumbani kwa Henry. Wakati hakuna mtu anayefungua mlango, anaingia mwenyewe na kushtukishwa tena na mzimu wa Bellows. Wanaamua kuanza tambiko mara moja bila kusubiri zaidi. Ian anamwelekeza Audrey kusoma maneno ya uchawi huku akimwongoza Henry nje ya chumba. Anahesabu hatua kadhaa na kutawanya mizoga ya panya kama sehemu ya maandalizi. Kisha anamuonya Henry kwamba kunaweza kufika wakati ambapo Henry mwenyewe lazima amuue Shannon. Ikiwa Henry atasita, Ian anasisitiza kuwa kila mmoja anaweza kufa. Ndani ya nyumba, Audrey anaendelea kuchora alama za tambiko. Shannon anatambua kuwa muda wake unaoyoma. Akisingizia njaa, anaomba chakula, jambo linalomfanya Audrey amwache peke yake kwa muda. Shannon anatumia fursa hiyo kulegeza vibundo na kufanikiwa kuutoa mmoja wa mikono, ingawa mkono mwingine unabaki kwenye pingu. Kisha anamwaga maji na kuvunja glasi, akijifanya kuwa na taharuki na kudai kuwa chupa ya uzazi imepasuka. Audrey anamuita Henry na Ian mara moja na wanakimbia kurudi kuanza tambiko la kuhamishia roho ya Jackson kwenye mtoto anayekaribu kuzaa Shannon. Bahati mbaya, Ian anakanyaga mstari wa chumvi uliopaswa kulinda chumba hicho na kuvunja mziwio na kuruhusu roho za wafu kuingia. Ian anaendelea na tambiko kwa haraka. Wakati huo huo, Henry anapokea simu kutoka kwa mwanachama mwingine kimfahamisha kuwa Ian ametoka tu kumuua mama yake mzazi. Henry anamwonya Audrey haraka kwamba kuna jambo baya sana kuhusu Ian, lakini tambiko linaanza tayari. Henry! Ian killed his mother last night. Something's wrong with me.
Ian anajikata mguu wake mwenyewe kama sehemu ya mchakato huo, wakati Shannon anajifanya tu kuwa na maumivu. Kisha Shannon ananyakua kwa siri kipande cha kioo kutoka kwenye ile glasi iliyovunjika, na ghafla anamshika Audrey kama mateka, akidai Henry amkabidhi ufunguo wa pingu. Audrey anamsihi Henry aendelee na tambiko, lakini Henry hatimaye anatambua kuwa anampenda Audrey zaidi kuliko Jackson. Kwa hofu ya kumpoteza, Henry anampa Shannon ufunguo wa pingu. Shannon anamwachia Audrey na kufungua haraka vifungo vilivyobaki. Mkono wake wa kushoto na mguu wa kulia tayari viko huru, akibakiwa na mguu mmoja tu ambao bado umefungwa. Hata hivyo, Ian anamzuilia kwa kunyang'anya ufunguo ule. Akiwa amepoteza uvumilivu, Ian anamchoma Audrey kisu tumboni. Bila kusita, Ian anaendelea na tambiko na kumuita Ginny achague chombo chochote anachokitaka. Wakati huo huo, Shannon kwa mkono wake uliokuwa huru anafanikiwa kumchoma Ian mguuni. Mzimu unatokea ghafla na kumvuta Ian nje ya chumba. Henry anabaki ameduaa kwa mshtuko anapomwona Audrey akiwa lelala bila uhai, wakati Shannon akijaribu kwa kukata tamaa kuufikia ufunguo ili kufungua pingu iliyobaki mguuni kwake. Muda mfupi baadaye, yule mzimu uliokuwa ukitembea kwa kutanua mgongo, backbend, unatokea tena. Safari hii ukiwa na nia ya kuingia ndani ya mtoto aliye tumboni mwa Shannon. Kabla ya roho hiyo kufanya hivyo, Henry anafanya uamuzi wake wa mwisho kwa kunyakua ufunguo ulioanguka na kufungua pingu kwenye mguu wa Shannon. Henry anaomba radhi kwa kila kitu alichokifanya na kumwambia Shannon akimbie mbali kadiri yawezavyo kabla mambo hayajawa baya zaidi. Wakati huo huo, kitu fulani kinaanza kuchomoza kutoka kwenye mwili wa Audrey usio na uhai, kana kwamba nguvu nyingine inajaribu kuumiliki kama chombo kipya. Tambiko hilo lililofeli pia linaleta matokeo ya kutishia kwa Henry, wakati kiumbe cha giza kinapotokea kutoka kwenye mwili wake mwenyewe na hatimaye kutoa uhai wake. Sasa akiwa huru kabisa, Shannon anatambua kuwa nyumba hiyo imejaa roho nyingi zinazozurura bila idadi, ikiwa ni pamoja na kumuona mzimu wa Rory ukijirudia mara kwa mara tukio la kifo chake sawa na Bellows. Bila kupoteza muda, Shannon anatoroka kwenye nyumba hiyo na kutumia gari la Bellows kukimbia mbali na mahali pale palipolaaniwa. Akiwa njiani, Shannon anasimama kwa muda baada ya kuona kivuli cha ajabu, kisha anashika tumbo lake kwa wasiwasi, akihofia hali ya mtoto aliyembeba. Baada ya kutambua kuwa mtoto wake bado yuko salama, Shannon anaendelea kuendesha gari na hadithi inafika mwisho. Hii ni moja ya filamu inayovutia sana. Usisahau kufuatilia chaneli yetu ya Apple Swahili Movies kwa kubonyeza alama ya kengele ili kupata miendelezo ya movie zetu. Tukutane tena wakati mwingine.